Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako? Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako mama? Aya ipi siri yako mama? Siri yako. Aya ipi siri yako mama? Siri yako. Kila mtu asili yako, kila mtu asili yako, siri yako. Kila mtu yeye siri yako. Huyu bwana anaitwa Waridi Abdalla Ismail. Huyu sister yangu anaitwa Jozi. Mimi na yeye baba moja mama moja. Nazaliwa mimi afu anakuja Jozi. Sasa bwana huyu ni shemeji yangu anayetarajia kuwa endapo kama mazungumzo yetu haya yakienda sawa na majibu yakatoka sawa, inawezekana akawa shemeji yangu, ila walitaka kuoana kabla ya utaratibu ambao tunataka kuufanya hapa. Katikati zikatokea changamoto nyingi, harusi ikashindikana, lakini kwa sababu ya hili jambo ambalo linatakiwa kufanyika leo, ujio wangu au ujio wetu, nataka huyu bwana na sister wacheki afya zao kabla ya ndoa. Karibuni sana. Asante sana. Majibu yatakapotoka sawa, basi mengine yataendelea. Aya ipi siri yako mama? Siri yako. Aya ipi siri yako mama? Siri yako. Kila mtu asili yako, kila mtu asili yako, siri yako. Kila mtu yeye siri yako. Na wazee wale wazee wake huyu bwana, yani wajomba zake, shangazi zake, Ndio waliniamini wakaniambia, bwana mzee, kama wewe maliza kila kitu. Wala usiwe na hofu, kwa sababu wananiamini sana. Sawa. Sasa kwa sababu mlengo mwenyewe yuko hapa, ndio huyu bwana. Mzee, kama mimi ninaombi, nilikuwa naomba niuziwe kwa 9 kila eka moja. Sawa. Kwa sababu nataka nichukue ili eka zote hizi 20. Sawa. Kwa sababu hakuja haribika kitu. Mwenyewe mlengo hayupo. Tungekuwa ni sisi, ndio tungesema kwa tumtafute bwana Omari. Lakini mwenyewe yupo, tumsikilize anasemaje. Sawa. Babu, mimi naona kwa kila eka 9 sio mbaya, kwa sababu nataka nifanye maisha mengine. Naona ipo sawa tu. Basi. Mzee. Asante sana. Asante sana. Hapa nataka nifanye mambo hapa. Walau kijijini hapa napo paonekane. Sawa. Sawa. Asante sana mzee wangu. Nashukuru sana. Nashukuru. Sasa hapa kitu kimoja kipo, ni kutafuta viongozi. Sawa. Waje hapa. Na kwa sababu nao watataka mipaka pia, kuelewa mpaka uko vipi. Hawezi kuja tu nao wakasema tuandikishe, hapana. Ni kweli. Sasa tunatakiwa twende kule kijijini, tuwapate tuje nao. Ni vyema waje viongozi ili tuangalie mipaka ikoje, basi tumalizane. Mimi kila kitu nimekuja nacho. Sawa. Sasa bwana, simu zako mimi nilizipata. Ndio. Lile jambo ulinieleza vizuri na nimefurahi kwa kuwa umewaleta wote pamoja. Asante sana. Bwana Waridi na Jozi. Nashukuru na nimefurahi mmekuja hapa wenyewe kwa hiari. Nyie kabla hamjafunga ndoa ni muhimu sana mkacheki afya zenu. Vijana wengi sasa hivi wakishajua habari ya afya huwa wanakimbia. Mwingine hata kama alitaka kukuoa, ukishamwambia mambo ya kupima afya anakimbia. Kweli. Lakini nimefurahi nyie kwa pamoja mmeridhia. Na shemeji yako mtarajiwa, endapo mambo yatakuwa sawa, kama atashuhudia, majibu yenu yatakuwaje? Hilo ndio leo. Je, Bwana Waridi umeridhia kupima afya kwa pamoja na mtarajiwa wako mbele ya shahidi ambaye ndo shemeji yako mtarajiwa? Mimi nikuondoe wasiwasi kwenye hilo. Ndio. Tumekubaliana kwa pamoja
na ndio maana tumefika hapa. Hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama kujua afya yako. Nashukuru. Kwa hiyo mimi kwanza namshukuru shemeji yangu mtarajiwa. Ndio. Lakini pia nikushukuru na wewe kwa kutupokea kwa uzuri na kutupa ushauri ambao utatusaidia sisi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mimi napenda tujue afya zetu kwa pamoja, mimi na mchumba wangu mtarajiwa. Na majibu utupe kwa pamoja, akishuhudia pia shemeji yangu mtarajiwa. Mimi nimeridhika kabisa. Jambo zuri. Chozi, na wewe umeridhia? Mimi niko tayari. Upo tayari? Asanteni shemeji, nashukuru. Sawa. Karibuni. Asante sana. Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako? Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako mama? Aya, ipi siri yako mama? Cheka nayo. Madam Cheka. Uko salama tu. Ulishahakikisha usalama. Kwa hiyo hapa uwe na amani. Hakuna kidudu mtu yoyote, mbea yoyote atakitangaza habari zetu ya kwamba tumekutana hapa. Hakuna mtu huyo. So binadamu kawaida, hata mmeo hayupo. Kwa hiyo hapa tuende nyumbani kule tukaendeleza nataka makonye. Unasemaje? Nataka mkasho. Mbona huna aibu wewe? Kwa unashindwa kumheshimu kabisa rafiki yako? Yaani haya maneno yanatoka kwenye kichwa chako au? Yaani sio kama wewe yani. Au umesahau kwa kuwa umeshapata? Nakukumbusha, tulikubaliana ni hakikishe umerudia na mmeo. Na mimi nitakapotaka makonyo. Chap. Kama upepo na pewa, yani kufumba na kufumbua. Leo inakuaje unaanza kukataa? Wewe umesahau kama tulipinga wewe hivi. Kata nikakata mimi shwa. Sikiza babaji. Mimi siwezi tena kurudia ujinga. Abadani asirani. Siwezi tena kumsaliti mume wangu. Nilomfanyia yanatosha. Ha? Siamini masikio yangu wala macho. Kwa hiyo sasa imekuwa mimi mjinga, wewe mwerevu, na kwamba abadan aslani sitapewa ninachotaka kama ulivyoahidi. Babaji, hebu nakuomba uondoke tafadhali. Mume wangu akikukuta hapa, mimi nitaacha tena kwa mara ya pili. Tena sababu ni hiyo hiyo. Nakuomba tafadhali. Kwani kwa hicho unachokifanya unadhani utabaki salama? Hauna usalama tena. Nitahakikisha wewe na swaiba yangu Ngokwe mnakuwa kama mbingu na ardhi. Mbali ni watu. Nitatengeneza chuki hiyo haijawahi kutokea. Niliyofanya nyuma yote atakuwa madogo. Yaani yatakuwa madogo kama nyoka wewe umemkanyaga mkiani. Kitachofuata ni subiri nikuonyeshe. Ya kunena Mungu anani vitendo. Mimi Mungu ana uzoefu kwa vitendo. Baji, unampigia simu yangu ya nini? Somoe, yani Sasa hizi. Safi tu. Huu mguu unauona ndo nilikuwa nakuja dukani kwako. Mimi dukani nishafunga, naelekea nyumbani. Kweli mimi ni mwenye bahati. Sio mbaya kwa sababu ni mji huu wote sio mbaya. Sasa nataka nikwambie tu nia na madhumuni. Lile agizo ulionipa nimelifanyia kazi. Yaani nimetekeleza ile amri ulionipa. Umeniamrisha mamangu. Mimi na wewe tena. Nimemrejea mke wangu. Jambo zuri sana ulilofanya. Ila mimi sina majibu ya kukupa moja kwa moja kwa sababu mimi pia nina wazazi.
Ninachokuomba siku ukiwa na muda tu niambie twende nyumbani. Siku ya kuwa na muda tena? Somoe. Mimi na wewe tunaishi hapa hapa tu. Sasa kuna haja gani ya kupanga siku? Kwa nini tusiongozane? Mimi mwenyewe nina hamu ya kuwasalimia wazazi wako. Sawa, haina shida, tunaweza kwenda. Somoe. Moyo unaniuma, moyo unaniuma, moyo unaniuma, moyo unaniuma, moyo unaniuma, moyo unaniuma mimi, moyo unaniuma, wallahi moyo, moyo wangu moyoni moyoma, unaniuma, unaniuma. Kwani acha bana, tunaribia ndoa mimi. Leta simu yangu, leta simu yangu. Leta simu yangu, wewe ni Khairur Rahman. Kila mtu ashinde mechi zake. Wewe kuambia kwamba mimi sijawahi kushindwa mechi za kitoto. Usinifanyie hivyo na kuomba. Yaani kama mimi nilimfanya yeye akafeli darasa la 7 kwenye majibu ya mtihani, namwambia hapa, unaona jibu lake sio B, weka C. Kwenye C naambia weka C, kwa sababu mimi nilijua anashinda kwenye mikorosho, siwezi kufaulu, na yeye lazima afeli, na akafeli. Kitu changu ni kibovu, tumefeli wote, na akakubali kunisikiza mimi. Wewe shemeji yako babaji. Ya alan wa salan. Kashapokea. Swaiba. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaifa? Babaji. Alhamdulillah rabbil alamin. Bwana, nimeamka na furaha leo ndugu yangu, na niko na furaha tele. Naam, kaifa liyaumi. Uko wapi sasa hizo, nijalie muda wako? Mimi naelekea kwa Nyonga Mkalia hii. Mama watoto wangu mtarajiwa, jamani Somoe. Uko na mpendwa sana Somoe. Wajua kweli kuipika ndoa wewe alo. Naweza kuona? Wewe njoo, mimi naelekea kwake, kuna utaratibu tunakwenda kufanya huku. Kule kwa babu yake. Nakuja chap chap. Wewe ndo mshenga afu unakaa nyuma nyuma. Haya njoo ndugu yangu. Baba, usinifanyie hivyo. Alifeli kwa sababu mimi nitaka feli. Baba, usiniguse. Wewe niache. Sasa hivyo aliye number 1 ni Somoe tu. Tunadili na Somoe. Nini tena? Una hazika zaidi ya Somoe? Mapenzi yanauma kuliko chochote. Mapenzi yanauma kuliko chochote. Sasa bwana, nipe muda kidogo. Acha huko kulialia. Sawa bwana. Mimi nataka kujua sistangu Chozi, wewe umefahamiana naye vipi? Au ulijuaje kwamba kule kijijini kwetu kuna mdada mzuri anaitwa Chozi? Kiukweli brother, mimi nimemfahamu Chozi ambaye ni dadangu wewe. Kupitia rafiki yangu mmoja anaitwa Sobo. Sobogan Zabron. Yes. Ni mzaliwa wa kijijini kwetu. Nimecheza naye. Tumekuwa wote. Miaka 10 kama sio 15 ameondoka pale kijijini kuja kutafuta maisha mjini. Ndio maana nilikuwa nakwambia mimi nakujua. Wewe haunijui mimi. Sobo anakaa hapo nyuma hapo. Sasa kweli kabisa. Na hata biashara anayejihusisha mimi naijua. Lazima ushangae. Na hata biashara yako naijua. Ndio maana nilikwambia nakujua. Kweli. Bosi wake na Sobo si ndio alikuwa bosi wako wewe? Ni kweli, kweli. Kwa nini hauko pamoja na bosi wako?
Mligombana. Ni kweli. Ulimdhulumu bosi wako. Hapo ndipo paliposababisha usimuoe sister yako. Sijakuelewa kaka, kivipi yani? Nataka nikwambie sasa. Baada ya kugombana na bosi wako, ulimdhulumu biashara zenu ambazo mnazofanya. Hiyo ni kweli. Kiufupi unajihusisha na biashara haramu. Chozi mwanangu. Halo mama. Za huko? Mama, hata sio kwema. Kuna nini? Mama, yaani nakuomba kuanzia leo usimchukie tena kaka Kitale, nakuomba. Kaka Kitale alinikuta nagombana na Mbuki nyumbani kwa Waridi. Akaniambia tuongee. Alivyoniita akaniambia kama nampenda kweli Waridi tukapime. Tukaja kupima. Waridi kaathirika mama. Waridi kaathirika? Ndio kaathirika Waridi, sijui hata ingekuwaje mama kama ningeolewa naye. Mama yangu. Mungu. Mwanangu Kitale nitamwangaliaje mimi jamani mwanangu? Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako? Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako mama? Aya, ipi siri yako mama? Siri yako. Aya, ipi siri yako? Siri yako. Kila mtu asili yako, kila mtu asili yako, siri yako. Kila mtu yeye siri yako. Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako? Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako mama? Aya, ipi siri yako mama? Siri yako. Aya, ipi siri yako? Siri yako. Aya, kila mtu asili yako, kila mtu asili yako, siri yako. kila mtu yeye